Unatazama Ndizi TV Afrika. Unatazama Ndizi TV Afrika. Yeah, check it out. What's up, my beautiful people? They call me Ems Manvoke, and this Unatazama Ndizi TV Afrika. Unatazama Ndizi TV Afrika. What's up, my beautiful people? They call me Ems Manvoke, and this month on day 20. Unatazama Ndizi TV Afrika. Hujambo popote pale ulipo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Afrika, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025, zikiwa zimekatika dakika 4 baada ya saa 1 jioni, na hapa tumekuandalia wimbi la wikendi, nami Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu akiwa ni bwana Alex Mungare. Karibu. Naam, tukianza taarifa zetu kutoka kaunti ile ama kutoka eneo lile la Ukambani, ni kwamba Rais William Samoei Ruto akiwa Machakos hii leo ameahidi Wakenya kuwa serikali yake itaendelea kuwahudumia wote bila ubaguzi wowote ule. Amekanusha madai kuhusu mgawanyo wa hisia ama wahisa katika miradi ya kitaifa. Naibu wake Kithure Kindiki pia amesisitiza hakuna sehemu yoyote ile ya nchi itakayobaki nyuma ikimaendeleo. Mwandishi wetu Olone Alpha ana taarifa hiyo kwa kina. Rais William Ruto amefanya ziara yake Machakos, akiwahakikishia Wakenya kwamba serikali yake ni ya wananchi wote bila ubaguzi, akipuuza madai yanayoibuliwa kuhusu mgawanyiko wa hisa kwenye miradi mbalimbali ya kitaifa. Ndio mimi nataka niwaambie, msikuwe na wasiwasi. Mnasikia watu wengine wanajaribu kushindana na sisi, lakini wanajaribu kushindana na sisi wakiwa hawana agenda, wakiwa hawana program, wakiwa hawana maono, wakiwa hawana agenda, wakiwa hawana mpango wao. Kweli mimi nataka niwaulize, si mmewasikia wa jamaa wale wa shares ati wanasema hawa wako na shares, hawa shares yao ni kidogo, hawa shares yao ni nyingi? Sio ni ujinga? Hii serikali hapana ya watu wachache, hii ni serikali ya Wakenya wote. Ama mnasemaje jameni? Si mimi nimetengeneza serikali ya broad based.
ya kuleta Wakenya wote pamoja. So mi nataka niwaambie wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi, watu ambao hawana, na unajua ukiwasikiza watakuja hapa, mtawasikia watakuwa tu na maneno tatu, watakuja waseme one term, Kasongo must go. Hiyo ni ujinga, si ujinga? Ni ujinga, si ujinga? Mambo ya barabara hawajui, mambo ya stima hawajui, mambo ya KMTC they don't know, mambo ya kuunganisha stima ya wananchi hawajui. Naibu Rais Kithure Kindiki alisisitiza kuwa hakuna sehemu yoyote ya nchi inayostahili kusukumwa pembeni katika ajenda za maendeleo. Alisema serikali imejipanga kuhakikisha kila eneo liwe mashinani au mjini linapata uwekezaji, huduma na miundombinu bila upendeleo. Hakuna sehemu ya Kenya inapaswa kuachwa nyuma kimaendeleo. Kuna watu walikuwa wameanza siasa mbaya hapa nchini Kenya ya kujaribu kutenganisha Wakenya kwa minajili ya kikabila na minajili ya misingi mbalimbali. Na nchi yetu ni nchi moja, na serikali ni moja, taifa letu ni moja. Tunahitaji kila sehemu ya Kenya, kaunti zetu zote 47 sipate maendeleo sawa sawa. Ile maendeleo inaendelea Western ifike hapa Eastern, ile inaendelea Rift Valley ipite pale Pwani, kwa sababu nchi yetu inahitaji umoja, na njia ya kuleta umoja sio kwa mdomo, ni kwa matendo na usawa katika maendeleo. Ni kweli, si kweli? Waziri Mtua naye alikazia kuwa Wakenya wameumizwa kwa muda mrefu na mbinu za kisiasa alizotaja kama political poverty strategy, ambazo zimekuwa zikiwatumia wananchi kama ngazi ya kisiasa bila kuwapa suluhisho la maisha yao. Kwa muda mrefu tumedanganywa, niseme nisiseme. Niseme. Tumedanganywa na mpango wa kuambiwa tungoje. Mpango unaitwa political poverty strategy. Wakwambia watu kaeni hivyo mgoje. Kwa kikambo unaitwa vomwe na vayetwa. Na tumeumia sana. Sasa tunataka kutangaza hapa tukiwa mtune ya kwamba huo mpango umeishia mbali. Sisi tumechanuka macho. Tunasema ya kwamba freedom is coming to Ukambani. This is the time for liberation. Hii strategy yao ya colonization of the mind hatutaki. Watu wanataka maendeleo. Because you can fool some people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunasema asante sana. Endelea kuja hapa Ukambani, utusaidia na maendeleo, ndio tuendelee mbele. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa, langu jina Oro Nelfa. Na kwingineko, tukizidi kusonga mbele kuangazia masuala ya chama cha ODM, ni kwamba chama cha ODM kilizindua rasmi maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwake. Viongozi wa chama hicho wamewahimiza vijana kujitokeza kujisajili kama wapiga kura ili waweze kuleta mabadiliko wanayoyatamani ifikapo mwaka 2027. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir ametoa wito kwa wanachama kuondoa ukabila miongoni mwao. Viongozi wengine pia wamesisitiza kuwa chama bado kipo imara na chenye mshikamano mkubwa. ODM mambo, mukongangari. Baba wakati mmoja alisema, a movement is not built on comfort, but a movement is built on courage. And a time comes, vijana wa ODM, a time comes when you need to cease whispering and you need to start standing to be able to speak. Wakati ni wenu sasa hivi. Hiki chama kimeweza kubadilika. Tumeweza kuwa na revolution katika chama. We have revolved and we have evolved. From the streets, we are now seeking for change in the ballot. Yale ambayo kwamba tunawaomba wamufanye nyote. Hiki chama ni chenu. Asiyeweza, mtu yoyote asiyeweza kuweza kujua wale ambao kwamba ni wapigaji wake, huyo mtu anataka kuanguka. Na nyinyi ndio ambao kwamba ni wenye kupigania hii chama. Mimi nawaomba vijana, ni lazima sasa hivi mulete yale mabadiliko yanayotakikana. Muingie mitaani,
muhakikishe watu wamechukua kadi zao za kura. Muingie mitaani, muhakikishe zile structure za chama zimefika paka mashinani. Muingie mitaani, mushike simu zenu, muingie katika mitandao, uongo wa watu kuhusu ODM muweze kuimaliza. Na muhimu zaidi wana ODM, muhakikishe nyinyi ndio mutakaoweza kuua mambo ya ukabila katika hii Kenya, iweze kusaulika katika kaburi la Na kwingineko tukiangazia masuala ya kisukama ugonjwa wa kisukari ni kwamba Kenya imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kisukari, ikiwa na kauli mbiu ya mwaka huu inayochikita kwenye kisukari na mahali pa kazi. Maadhimisho hayo yalilenga kuangazia changamoto zinazowakumba wafanyakazi wenye kisukari na kuhimiza usaidizi bora kazini. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali iliongoza maadhimisho hayo huku ikisisitiza umuhimu wa kuongeza juhudi za kuboresha huduma hizo. Aidha, waajiri wameombwa kuanzisha kamati maalum ya kutoa msaada na kuhamasisha uelewa kuhusu kisukari katika maeneo ya kufanyia kazi. It is an annual event every 14th of November. And we are here from the Ministry of Health and also from Nairobi City County. We have the Chief Officer and other county officials. And we are very pleased to commemorate this day. The theme of this year is workplace wellness. And we are keen to ensure that diabetes is integrated at the workplace wellness programs. We generally need to do quite a lot in the country to improve our employee wellness, and every workplace has an obligation to institute a few measures for workplace wellness. We have what we call a workplace policy, particularly dealing with the mental health and also dealing with the non-communicable diseases. And diabetes and hypertension are one of those key programs that we want every workplace. And a workplace is a place that, any place where people work. I know in the strict sense of the law, there's a registration for workplaces, which is done under the Ministry of Labor. But any place where people are working, we need to institute measures to ensure that we are screening for non-communicable diseases. And today specifically, we are spotlighting on diabetes. And one of the things that we want to encourage employers and employees alike is to set up workplace committees. And then those committees can come up with, a criteria for assessing employees who perhaps may need assistance. And then they, either whether they want to do checkups or they want to institute clinics at the workplace, or they want to work with providers, hospitals who can come and do random sugar checks for diabetes, or who can come and train on diet issues, or who can come and train on stress issues. As you know, workplaces is where we spend a third of our lives, and it's a very important component of determining your health, but also determining how you deal with your health. So there are also a number of employees who are already in the workplace, they have diabetes, but sometimes because of exigencies of duty, how they report, they don't have time to really check their sugars, they don't have time to go and see doctors. Kwingineko tukiangazia masuala ya tume ya uchaguzi hapa nchini ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini IEBC imetoa onyo kali kwa wagombea wa nyadhifa mbalimbali katika chaguzi ndogo zinazopangwa kufanyika tarehe 27 mwezi wa Novemba, wakitaka kudumisha amani, la sivyo wachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwemo kuondolewa kwenye orodha ya wagombea. Akizungumza leo katika makao makuu ya IEBC
IEBC, mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Edung Ethekon alilaani visa vya utovu wa nidhamu hususan katika maeneo bunge ya Kasipul na Mbeere Kaskazini. Mkutano huo uliwakutanisha viongozi kutoka sekta ya usalama akiwemo Inspector General wa polisi Douglas Kanja pamoja na mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC Daktari Samuel Kobia. We have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul. Any breaches of the Code of Conduct, of course, will attract penalties, will attract some form of punishment, including fines, and in severe cases, it might force us to cancel or to disqualify those candidates who will be found to have breached the Electoral Code of Conduct. Any person who involves himself in a manner that causes breach of the law, including all the other areas therein included and many others, the National Police Service will not allow. There is need for the candidates, including during the by-elections, to sign a political decency and accountability charter, committing themselves to conduct themselves according to the law. Na kwingineko tukiangazia masuala ya huduma ya kitaifa ya polisi ni kwamba huduma ya kitaifa ya polisi imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC katika juhudi za kukabiliana na ufisadi ndani ya idara hiyo. Inspector General wa polisi Douglas Kanja amesema kuwa EACC ilifanya ukaguzi wa shughuli na taratibu za polisi tangu mwanzo wa mwaka huu ambapo ilibaini mianya ya ufisadi na kutoa mapendekezo ya hatua za kurekebisha hali hiyo. Amesema kuwa kamati mpya ya kitaifa itaundwa ili kusimamia utekelezaji wa mageuzi hayo pamoja na kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi kuhusu maadili na uwajibikaji kazini. Because we wanted a situation whereby the people of Kenya can trust the service. So we decided together with the DIGs and the Director of Criminal Investigation that let us get in touch with the EACC so that they can be able to advise us. So that way we opened our gates to the EACC so that the EACC can come in and look at our systems, look at our processes, look at our standard operating procedures and practices that we have been carrying out in the service. And that way, if there are gaps that have been facilitating the kinds of corruption, then they can assist us, to mark them and see how best we can be able to overcome that. Focusing on the tightening of the operations and systems is very critical. Of course, we were a bit focused on corruption because we are, as EACC, that is one of our areas of concern. And you know that there have been cases of complaints from the public about corruption on the traffic, at the stations, getting services at the stations, simple things like getting abstracts or and other such services where people are required to pay something in order for them to get these services. If these are streamlined and we have made proposals on how some of this can be done, we believe that the police service is going to be a much more friendly. Shukrani Sufufu, unapoendelea kufuatia taarifa zetu zikiwa zimekatika dakika 20 baada ya saa 1 jioni, na pata mapumziko mafupi katika wimbi la Ijumaa, na nitakapokuwa nikirejea kuna mengi ambayo tumekuandalia nitakuwa nikikufahamisha. Kumbuka kwamba utakuwa unatufuatilia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Ndizi TV Africa, pale YouTube tutapata kama Ndizi TV Africa, Facebook Ndizi TV Africa, na kote X, Instagram utatupata kama Ndizi TV Africa. Kwingineko utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari yetu ama
kupitia mtandao wa WhatsApp kwa nambari 0711199890 au kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 21575. Usiende mbali na rejea hivi punde. Unatazama Ndizi TV. Being healthy is a strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on Ndizi TV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Unatazama Ndizi TV. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake parts kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Unatazama Ndizi TV. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronalfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. Unatazama Ndizi TV.
Naam, karibu tena zikiwa zimekatika dakika 25 baada ya saa 1 jioni, na tuendelee kukupasha yale ambayo tumekuandalia katika wimbi la Ijumaa. Tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Elimu imevitaka vyuo vikuu nchini kuanza maandalizi ya kupokea wanafunzi wa mfumo mpya wa elimu wa umahiri CBE, huku wanafunzi wa kwanza wa mfumo huo wakitarajiwa kuingia gredi ya 10 mwaka ujao. Katibu wa elimu ya juu Beatrice Inyang'ara amesema kuwa serikali inaendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa vyuo vikuu vitakuwa tayari kuwapokea wanafunzi hao mara watakapofanya mitihani yao ya gredi ya 12. Wakati huo akizungumza katika mahafali ya 4 ya chuo kikuu cha Alupe, kaunti ya Busia, seneta wa kaunti hiyo Okiya Mtata ameeleza masikitiko yake kuhusu kucheleweshwa kwa fedha za ufadhili wa masomo nchini. The CBE represents a paradigm shift from memorization to mastery, from instruction to innovation. The Ministry of Education will remain steadfast in implementing reforms that make higher education more inclusive, practical, and globally competitive. So when you look around and you see children have been sent away from school because of school fees, you get the ministry giving a fee structure. What are they doing in that part of the Constitution? Why should there be a fee structure when the Constitution says the child is entitled to free and compulsory education? And we have enough money in this country to give every student, every pupil in school up to first degree without requiring them to pay any tuition fees or anything like that. We ask continue investing in public universities like Alupe. Support research, innovation, and student welfare. When you invest in universities, you invest in Kenya's future. Kwingineko tukiangazia usalama barabarani ni kwamba wadau wa uchukuzi wameonyesha wasiwasi juu ya kuongezeka kwa ajali barabarani, hasa katika barabara ya Kiambu kutokana na wapita njia kushindwa kutumia vituo vilivyotengwa na daraja la miguu. Ajali nyingi zimejitokeza barabarani ama barabara kuu ya Thika na barabara ya kutoka Nairobi kuelekea Nakuru. Takwimu za polisi zinaonyesha vifo zaidi ya watu 200 katika eneo hilo mwaka uliopita, huku Kenya ikirekodi vifo 3,900 barabarani mwaka huu peke yake. NTSA imesisitiza umuhimu wa hatua za dharura na mabadiliko katika matumizi ya barabara nchini. A lot of young people using headphones or earphones when they are crossing the road. So even if a driver hoots, they are not able to hear so that they can respond. We're also having people not using designated footbridges and designated crossing areas like zebra crossings. People just want to cross the road. As you drive that vehicle, that rider, as you ride that motorcycle, just be careful and be aware of every other road users. Let us have our insurance in place. Let us have our vehicles and motorcycles in good condition, because this also contributes to this road accidents. Kwingineko ni kwamba tukiangazia mahakamani ni kwamba idara ya mahakama imeshtushwa na ongezeko la afisa vya unyanyasaji wa watoto katika kaunti ya Homa Bay, hali ambayo imeongeza msongamano wa kesi mahakamani. Mahakama katika eneo hilo imeshughulikia kesi nyingi zinazohusiana na ukiukwaji kwa haki ama wa haki za watoto, ikiwemo utekaji nyara, upakaji na makosa mengine. Jaji mkuu wa mahakama ya Kisii Teresa Odera amewataka serikali kuongeza bajeti kwa idara ya mahakama za watoto, kwani mgao wa sasa hautoshelezi. We call upon the government to allocate more funds to children department so that children programs can be run effectively. So far we have around 4 to 5 matters of child trafficking, and they are of very high
high gravity. One has already been concluded and the person is serving sentence. The sentence in terms of the Trafficking Act is very, very punitive. We realize that we have a timeline of completing these SJVB matters within 6 months. But at times, the challenge could be on the part of the witnesses. Na tukifika tamati katika kaunti ya Migori ni kwamba bunge la wananchi la kaunti ya Migori linakumbwa na mgogoro wa ndani baada ya spika wa zamani Kennedy Ongaga kutangaza kiti cha mwenyekiti kuwa wazi na kuitisha maombi mapya ya kuwania nafasi hiyo. Ongaga ambaye anatekeleza majukumu ya mwenyekiti alisisitiza kuwa kundi hilo ni la watu wasio na itikadi za kisiasa. Kundi jingine chini ya uongozi wa Charles Osewe lililohoji juhudi za baadhi ya viongozi za kugawanya harakati hiyo kwa faida ya kisiasa na kupinga madai ya kuwepo kwa uongozi mwingi. Mgogoro ulizuka baada ya changamoto za kupata fedha za kushiriki mazishi ya Raila Amolo Odinga, jambo lililosababisha mashtaka ya upendeleo wa kisiasa. Baada ya kikao cha nidhamu, Ongaga aliondolewa na kundi hilo likadhibitisha kuwa bunge la mwananchi ni jukwaa huru na la mwananchi lisiloingiliwa na siasa zozote zile. That the seat of the chairmanship of Migori Bunge la Wananchi remain vacant for the period of 2 weeks. We are calling for any interested candidate who can vie for that position to do submission of his or her application within a period of 1 week. And with the remaining duration, I, as the speaker, mandated by the Bunge laws, I will take charge as the interim chairman of Bunge la Wananchi of Migori County. Will as many as those with similar opinions say hi? Hi. Bunge la Wananchi is non-partisan. Bunge la Wananchi should not die in with one political movement, and Bunge la Wananchi recognize the leadership of ODM, the patronage of ODM of that county as the patron of Bunge la Wananchi. We are not dining with the governor, mark me clear, but we are working in collaboration within that county so that we can have easy social way of social audit. Tunasikia wengine wametokeleza eti wao ni wa bunge la wananchi Migori County pia na Suna West. Sisi ndio bunge la wananchi original ambao tulienda kwa uchaguzi, tukapigia kura mpaka tumeshinda. Nasitaka tustumu wale ambao wanatembea huku na pale eti wao ni wa bunge la wananchi. Wao ni wakora, tunaweza ita eti wakora, walagai ambao wanataka walagai wananchi hapa nje kwa sababu wanaona eti wao ni wenyeji wa town. Na tunaomba county government ajue eti sisi kama wananchi, tena kama bunge la wananchi, tuko nao na tena bado tunafanya nao kazi kama bunge la wananchi, kuanzia MCA na hata wale ambao wanatafuta, kuanzia wajumbe hadi senator hadi women rep. Na tuko na haki ya kuendea kila kiongozi ambaye imechaguliwa na kura kuenda kwake tuongee naye. They know very well that Bunge la Wananchi is a body of an activist, a body that does oversight. Are they aware that we are only Wananchi and we are not liable to any leader? We are only ready to work with any leader who is also ready to work with us. There are some people who have a lot of ulabaloos. Some of them, they call us names, that we are conmen, and sisi ni watu ya kuombaomba. Where do they want us to get these funds from? And they are the leaders that we elected, and they have all this they have all these resources. Where do they expect us to go to? Like for example now, people are in Mombasa. Bunge la Wananchi is not represented there. And we are not happy as Bunge la Wananchi. I want to tell them that those ESAs, Mr. Governor must be very careful, because there are people there inside who are only there to split his votes. We have to stand very firm as Bunge la Wananchi, and we know Bunge la Wananchi has structures straight from the county government trickling down
to the sub-counties and even to the ward levels. We have only one Bunge la Wananchi. There is another Bunge la Wananchi, but it is not original. Bunge la Wananchi, it is an independent body. We have only one Bunge la Wananchi, and we are not behind any politician. All leaders are welcomed here. We welcome all members. This is the place where we place our issues, problems we are facing in our villages, markets, town. So we are not behind any leader. Na tunapoendelea kusonga mbele, hapo ndipo tunafika tamati katika taarifa zetu za wimbi la Ijumaa, zikiwa zimekatika dakika 36 baada ya saa 1 jioni. Kukumbusha kwamba hiyo kesho tutapatana tena hapa tutakapokuwa na mgeni wangu Violet Nyapara katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi, Jumamosi ya tarehe 15 hapo kesho kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3, ambako tutakuwa tunaangazia nafasi ya wanawake katika siasa. Usikose kuhudhuria. Na basi niseme asante sana na shukran kwa wale watu ambao walihusika kuandaa taarifa hizi. Shukran sufufu reporter wetu wote, na bila shaka mwelekezi wangu ni mpige saluti, nimwambie kwamba asante sana kwa kazi nzuri kuhakikisha kwamba mtazamaji anapata picha nzuri na kile chote ambacho kinaendelea katika hapa nchini, ikiwa kwamba ni kumfahamisha yale ambayo yanaendelea. Nikiwa nakutakia sabato njema, ikiwa kwa wasabato wote ambao watakuwa wanaenda kanisani hiyo kesho. Mimi ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Alex Mungare. Kwa heri, tupatane hiyo kesho panapo majaliwa. Unatazama Ndizi TV.